Mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu, nawe ulimwengu ni kiti cha enzi cha Shetani. Ikiwa mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu, basi mbingu ina tabia zake na pia ulimwengu una tabia zake. Tabia ya mwanadamu haiwezi badilika ikiwa mwanadamu uhusiano wake na Mungu haujatokana na neno la Mungu. Tabia ya mwanadamu haiwezi badilika ikiwa uhusiano wake na Mungu haujatokana na neno la Mungu. Tabia ya mwanadamu hubadilika punde tu mwanadamu anapoanza kuwa mtendaji wa neno. Mwanadamu anapoanza kuwa mtendaji wa neno, Roho Mtakatifu huja ndani mwake, kwa sababu Roho Mtakatifu aliahidiwa kwa sheria ya neno. Kwa hivyo mwanadamu hawezi badilika ikiwa hajaishika sheria ya neno. Mwanadamu tabia zake haziwezi badilika ikiwa si mtendaji wa neno, maana Roho Mtakatifu aliahidiwa kwetu kwa sheria ya neno. Watu wa dini na wale wasiomwamini Mungu, tabia zao zimekosa kubadilika kwa sababu watu hawa ni waigaji wa neno wala si watendaji wa neno. Watu hawa ni wasikiaji wa neno wala si watendaji wa neno. Yeyote aliye msikiaji wa neno wala si mtendaji wa neno, tabia zake haziwezi badilika kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko ndani yake. Kwa hivyo neno la Mungu haliwezi badilisha tabia zako. Wengi wamelisoma, lakini kwa sababu si watendaji wa hilo, ni wasikiaji, basi wamekosa kumpokea Roho Mtakatifu. Na kwa sababu wamekosa kumpokea Roho Mtakatifu, basi wamekosa kuijua tabia ya mbingu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, atakujulisha tabia ya mbingu, atakufundisha tabia ya mbingu. Roho Mtakatifu asipokaa ndani yako, huwezi kujua tabia ya mbingu. Kwa hivyo wengi wamekuwa waigaji wa neno wala si watendaji wa neno. Ndiyo maana ni kweli wako makanisani, lakini tabia wanazozionyesha ni za ulimwengu, kwa sababu uhusiano wao na Mungu haujatokana na neno la Mungu. Ndiyo maana hawana Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu hawezi kuja ndani ya moyo wako ikiwa moyo wako haujakuwa huru kutokana na neno la Mungu. Kwa hivyo tabia ya Mkristo hubadilika punde tu Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako. Watu wa dini huiga hekima ya maneno ya Mungu, huiga hekima ya neno la Mungu, wakijitangaza wao wanamwabudu Mungu, lakini ndani ya mioyo yao wanamwabudu Shetani. Wamekosa kujua tabia ya mbingu kwa sababu wao si watendaji, na kwa sababu si watendaji, roho iliyo ndani yao ni ya ulimwengu, na kwa sababu roho iliyo ndani yao ni ya ulimwengu, basi hiyo inafanya kulingana na mapenzi ya ulimwengu. Ndiyo maana ni kweli wako makanisani, lakini mambo wanayoyafanya ni ya ulimwengu, si ya mbingu, kwa sababu roho iliyo ndani yao ni ya ulimwengu. Kwa hivyo tabia zako haziwezi badilika
Ikiwa wewe ni msikiaji wa neno, tabia yako itabadilika. Ikiwa wewe ni mtendaji wa neno, kwa sababu Roho Mtakatifu aliahidiwa kwetu kwa sheria ya neno. Kwa hivyo tabia ya Mkristo imetokana na neno. Tabia ya Mkristo hubadilika punde tu neno la Mungu linapokaa ndani yake. Kwa hivyo hakuna mwanadamu anayeweza kuwa tofauti na mwanadamu mwenzake ikiwa hajaeka neno la Mungu ndani mwake na kutenda kile ambacho neno la Mungu linasema. Tabia yako itabadilika ikiwa tu utakuwa mtendaji wa neno. Tabia yako itabadilika ikiwa utaendelea kuwa msikiaji wa neno. Tabia yako haitaweza badilika. Utamwomba usiku na mchana Mungu, lakini kwa sababu wewe ni msikiaji wa neno, utajikuta tu wewe ni mzinifu, wewe unaiba. Roho zote za ulimwengu zitakuwa ndani yako. Kuna watu wanajilaumu, hawakupenda kufanya mabaya, lakini kwa sababu wamekosa mwelekezi wa kiroho wanafanya mabaya. Hauwezi mpendeza Mungu kupitia juhudi zako. Juhudi zako, elimu yako haiwezi kukufanya ukampendeza Mungu. Elimu ya ulimwengu haiwezi kubadilisha tabia. Haiwezi kukufanya tabia zako zikabadilika. Ndiyo umeona kwamba kuna watu wamesoma kweli, lakini hivyo hivyo ni makahaba, hivyo hivyo ni mashoga. Na wamesoma, wako na degree, wako na PhD, na hivyo hivyo ni mashoga. Kwa nini? Neno la Mungu pekee ndilo linaloweza kubadilisha tabia ya mwanadamu, kwa sababu neno la Mungu huvutia malaika wa Mungu. Kwa hivyo usipokuwa mtendaji wa neno, my friends, tabia zako haziwezi badilika. Kuna watu wanaiga injili za watu. Kuna watu wanaiga injili, lakini hawajui msingi wa injili wanayoihubiria. Hata hivi najua kutatokea watu watahubiri injili ya kiroho. Wataiga, lakini hawatajua chanzo cha injili hii ni nini. Kwa hivyo na kuadvise kwamba uwe mtendaji wa neno ili Roho Mtakatifu aje ndani mwako. Ndio tabia zako ziweze kubadilika. Asipokaa ndani yako, utamwabudu Mungu kimwili. Ndio nimeona hekima nyingi, lakini si hekima ya ulimwengu. Wengi wamebeba hekima ya ulimwengu wa giza. Wengi wamekuwa magaidi. Wakristo wa leo wamekuwa magaidi kwa sababu wao wamekuwa waigaji wa neno wala si watendaji. Wakristo wa sasa wamekosa kujua maadui zao kwa sababu watu wa ulimwengu wa giza wanaiga hekima za kiroho, lakini wao wanamwabudu shetani. Watu wa ulimwengu wa giza wameiga kile ambacho Mkristo wa kweli anafaa kufanya. Wamekoroga watu. Hata mchungaji wako liwahi kumchunguza? Mchungaji wako kuna vitu yuko navyo, na hivyo vitu ndio vimeharibu maisha yako. Sikudanganyi. Mtu aliye na Roho wa Mungu, chochote unachokifanya kwake lazima
kiwe chanzo cha amani, cha uzima, faraja, baraka, kwa sababu Mungu anakaa ndani yake. Tumezika, tumeugua. Wengi walioko hospitalini ni Wakristo. Wengi walioko hospitalini ni Wakristo. Kwa sababu gani? Ya madhabahu wanayoenda ni ya shetani. Madhabahu wanayoenda ni ya nguvu za giza. Kwa macho ya kimwili wanaamini kwamba mchungaji huyu kweli ameitwa na Mungu. Lakini kwa macho ya kiroho, mchungaji huyu ameitwa na ulimwengu. Anamwakilisha shetani kwa ulimwengu wa kiroho. Ni wewe mshirika, tafuta mwalimu wa kiroho atakaye kufundisha njia za kumtumikia Mungu wako ili uweze kuokoa maisha yako. Bila hivyo utamaliza vibaya sana. Umejinyima vitu vingi, lakini kwa sababu yule anayekuongoza anamwakilisha shetani, ameleta aibu kwa maisha yako, ameleta aibu kwa uzao wako, kwa sababu ya huyo mchungaji wako. Tafuta mwalimu wa kiroho atakayeweza kuonyesha njia za kiroho za kumtumikia yule Mungu aliyekuleta ulimwengu huu, ili maisha yako yabadilike. Bila hivyo utaenda hasara. Wengi wameenda hasara. Wengi wameenda hasara kwa sababu ya wazazi wao wa kiroho. Wazazi wao wa kiroho wanamtumikia shetani, lakini mshirika hajui. Kuna watu wamelani Mungu miaka mingi bila kujua. Mimi nikwambie kwamba nguvu ya Mungu inafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Hakuna mtu anayeweza kupona ikiwa imani yake haijatokana na neno la Mungu. Unaweza kumkimbilia mtumishi wa Mungu, lakini ikiwa imani yako haiko kwa Mungu, ikiwa imani yako haijatokana na neno la Mungu, mtumishi wa Mungu hawezi kukusaidia, kwa sababu nguvu aliyo nayo mtumishi wa Mungu inafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, labda Harrison awe yuko na roho wa Mungu. Labda Harrison Mungu awe anakaa ndani yake. Mimi nikwambie ukweli, hata ukanifuata ukalala na mimi, ikiwa imani yako haijatokana na neno la Mungu, siwezi kukusaidia, kwa sababu nikikusaidia utadharau wewe. Utadharau Mungu kwa sababu utasema kwamba ijapokuwa namtumikia shetani, na hivyo nilienda kwa Harrison nikapona. Kwa hivyo nguvu za Mungu zinafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ikiwa utakuja kwangu na imani yako haijatokana na neno la Mungu, siwezi kusaidia. Nasaidia watu ambao imani yao imetokana na neno la Mungu. Basi nguvu iliyo ndani mwangu ni rahisi kukuponya. Kwa hivyo usifunge safari bure. Usifunge safari kunifuata ikiwa unajua kwamba imani yako haijatokana na neno la Mungu. Nguvu aliyonipa Mungu inafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Watu wamelani Mungu kwa sababu wanalazimisha Mungu awaponye hivyo hivyo. Wewe haumpendi na unapenda akuponye. Wewe haumpendi na unataka akuponye. Atakuponya vipi? Hawezi kukuponya. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Mungu hafanyi kazi kwa mapenzi yake, anafanya kazi kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Roho inayokaa ndani yake hufanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu, bali wala si mapenzi yake mwenyewe. Kwa hivyo
nguvu ya Mkristo inafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Naweza kusikia watu walipona. Naweza kusikia Harrison aliombea watu wakapona. Alibariki watu. Lakini hao watu ukiwachunguza, imani zao zilikuwa kwa Mungu. Zilitokana na neno la Mungu. Wakristo wa leo hawapendi Mungu, lakini wanapenda wema wa Mungu. Wao ukesha usiku na mchana wakiomba Mungu awape kila ambacho wanataka, lakini hawapendi. Na kwa sababu hiyo mtu anaweza kuwa tajiri na hivyo hivyo akawa hamjui Mungu. Mchungaji anaweza kuwa tajiri hivyo hivyo akawa hajui akili ya Mungu, kwa sababu tamaa yake, kinachomfanya asilale usiku na mchana, anatafuta wema tu wa Mungu, lakini hatafuti Mungu. Kwa hivyo kama utaamua kumtumikia Mungu, kama utaamua kumrudia Mungu, hakikisha kwamba uhusiano wako na Mungu utokane na neno. Mungu atakubariki. Bila hivyo utapoteza wakati. Tumepoteza wakati mwingi sana. Tumepoteza muda mwingi sana tukitafuta watumishi wa Mungu. Kuna wengine waliitwa kweli. Najua wako. Nikupatia mfano babangu wa kiroho Ezekieli. Kuna wengi wameenda kwa Ezekieli na hawakupona. Kuna wengi wameenda kwa Ezekieli na hawakupona. Kwa sababu gani? Wengi walioenda pale ni wana wa shetani. Walienda pale kupata wema wa Mungu, lakini hawapendi Mungu. Walioenda kwa Ezekieli, ambao walikuwa wanampenda Mungu, ambao uhusiano wao ulikuwa umetokana na neno la Mungu, walipona kwa sababu Ezekieli ni mwana wa Mungu. Kwa sababu Ezekieli ni mfanya kazi wa Mungu. Yoyote aliyeenda kwa madhabahu ya New Life, lakini uhusiano wake na Mungu haukutokana na neno la Mungu, hakupata matunda ya madhabahu ya New Life. Lakini wale walioenda wakiwa kwenye anga ya kiroho ya Mungu, ambao uhusiano wao na Mungu ulikuwa umetokana na neno la Mungu, walivuna matunda ya New Life. Kwa hivyo mchungaji aliyeitwa na Mungu, nguvu yake inafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo haombi kila wakati. Yeye hutamka kulingana na vile roho ilivyomwambia. Kwa hivyo wachungaji wa siku hizi tunalazimisha watu wapone na hawapendi Mungu. Watapona vipi? Wachungaji wa siku hizi wanalazimisha watu wapone na hawampendi Mungu. Umebeba laana, hukumu na kusubiri, tayari umeshahukumiwa. Kwa nini unalazimisha watu wapone na hawampendi Mungu? Wacha wale wanaompenda Mungu wapone. Naamini nimekusaidia. Wacha wale wanaompenda Mungu wapone. Acha kulazimisha watu wapone na hawampendi Mungu. Kwa hivyo Mkristo, tabia zako ama mwanadamu, tabia zake haziwezi badilika ikiwa hata kuwa mtendaji wa neno. Kwa sababu ikiwa hata kuwa mtendaji wa neno, Roho Mtakatifu hata kuja ndani mwake. Naye Roho Mtakatifu ndiye amebeba tabia ya mbingu. Humfundisha mwanadamu tabia ya mbingu. Kwa asipokaa ndani yako, hutaweza kujua tabia ya mbingu. Hutaweza kujua tabia, utapoteza wakati. Utapoteza wakati. Sikudanganyi, utapoteza wakati. Unapoteza wakati wako. Ndio naona
Mwanao kila Jumapili hakosi kanisani, lakini tabia zake ni mbaya. Hata ni kama akienda kanisani ameenda ongeza zile tabia. Mwanao kila ibada ya katikati hakose, lakini kwa sababu amekosa mwelekezi wa kiroho, tabia zake zinaudhi. Tabia zake ni za ulimwengu, kwa sababu hana mtu wa kumwelekeza njia za kiroho za kumtumikia yule Mungu aliyemuumba. Tumepoteza watoto wetu. Ikiwa mchungaji atalala na mwanao, tena hapo nasubiria mwanao apewe njia za kiroho za kumtumikia Mungu wake, umepoteza. Kwa hivyo nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo tumeongea. Najua nimesaidia mmoja wapo. Najua nimesaidia mtu. Endelea kusikizia. Endelea kusubscribe kwa channel yangu YouTube. Karibuni sana. Subscribe, share, like. Nawapenda sana. Subscribe, share, like, ili uweze kusaidia hata wenzako. Naamini injili hii kuna wengi wanaisubiria, wangetamani kuisikia. Wakaribishe wenzako ili waweze kuokoa mioyo yao. Mbarikiwe sana. Have a nice day.